chini ya miaka 30, hili ni janga kubwa sana linalowapelekea wanahangaika kwa muda mrefu kubeba ujauzito, ili hali wapo kwenye umri mzuri kabisa wa kubeba ujauzito. Yani ni ule umri ambao hata kubeba ujauzito kwa haraka zaidi kitu cha kawaida, mfumo wa uzazi kuwa kwenye ule utendaji kazi unaotakiwa ni kitu cha kawaida, ila yupo chini ya miaka 30, ila kubeba tu ujauzito bado imekuwa ni changamoto. Ile ukiweza twende nenda tu, hamna shida. Ila ukizungumza nao kiundani utagundua kwamba walishakuwa na shida za muda mrefu ambazo wengi walizipuuzia. Nitataja baadhi, lakini nyingi ndo hizi hapa: homoni kutokuwa vizuri, mirija ya uzazi kupitia changamoto, baadhi yao kuharibu ujauzito kipindi cha nyuma, wengi walishawahi kutumia njia za uzazi wa mpango wameacha, ila sababu ujauzito umeenda kuwa ni changamoto. Wengine walishakuwa na infection ya muda mrefu wakajaribu kujitibia zikaisha, lakini sasa hivi bado imeendelea kuwa changamoto. Lakini pia wengine walikuwa hapati ovulation, wengine waliambiwa kwamba mayai hayakomai, wakawa wanapuuzia kwa sababu ni kipindi ambacho walikuwa hapo serious sana. Kwa hiyo sasa hivi miaka imefika 30 na kuendelea ndio wapo ile serious, kwa sababu wanakimbizana pia na umri. Kwa hiyo na wewe ambao upo chini ya miaka 30 na umefanikiwa kusikiza video hii siku ya leo, hakikisha unafuatilia changamoto zako ile serious. Fanya vipimo, fuata ushauri unaopewa na daktari wako, na imani utafanikiwa kubeba ujauzito tu, kwa sababu changamoto za uzazi zikiwekwa zao, uwezekano kubeba ujauzito ni mrahisi na ni haraka zaidi. Na nasema hivi kwa sababu gani? Ile programu yetu ya Nipo Ndani katika safari ya kuitwa mama, wale wanaonitumia ujumbe WhatsApp unaosema kwamba ninahitaji muongozo, moja wapo changamoto ambazo walizipuuzia kipindi cha nyuma ni kati hizi ambazo nilizoweza kuzitaja hapa, na usije kuwa nawe ni mmoja wapo. Au niwekee kwenye comment unapitia changamoto gani ambazo ulishawahi kuzipuuzia ila sasa hivi ndo zinazopelekea unashinda kubeba ujauzito.